Mara nyingi hujulikana kama Greek God, yaani mungu wa Kigiriki wa Bollywood, kutokana na mwili wake wa kuvutia wenye uwezo wa kufanya mambo mengi ikiwemo kucheza muziki kwa ustadi mkubwa na kipekee. Akiwa na umri wa miaka 19, alipata ugonjwa wa scoliosis, yaani hali ya kupinda kwa uti wa mgongo pamoja na tatizo la kupasuka kwa diski ya uti wa mgongo, na madaktari walimwambia kuwa hasingeweza kucheza wala kuigiza, lakini alipambana na udhaifu wake na matokeo yake yako wazi mbele ya kila mtu. Amewahi kuwa jaji kwenye kipindi maarufu cha television kiitwacho Just Dance kutokana na uwezo wake mkubwa wa kucheza muziki. Mwaka 2011, sanamu ya nta ya nyota huyu iliwekwa kwenye makumbusho ya Madame Tussauds huko London, na hili likamfanya awe mwigizaji wa 5 wa Kihindi kupata heshima hiyo. Kabla ya kufanya filamu yake ya kwanza, alipata mafunzo ya mazoezi ya kujenga mwili kutoka kwa mwigizaji Salman Khan. Akiwa kama alama ya mitindo, tayari amezindua chapa yake ya mavazi inayoitwa HRX, ambayo inajihusisha na mavazi ya kisasa, yani casual wear. Watu wake wa karibu wakipenda kumuita zaidi Dugu, jina alilopewa na bibi yake. Hii ni story yake. Jina lake rasmi likiwa ni Nagrath. Mwigizaji Hrithik Roshan alizaliwa Januari 10 mwaka 1974 mjini Mumbai kwa wazazi Rakesh na Pinky Roshan. Dada yake anajulikana kama Sunaina Roshan. Baba yake Hrithik, yani mzee Rakesh Roshan, ni mwongozaji wa filamu maarufu, na mama yake Pinky Roshan ni binti wa mtayarishaji na mwongozaji wa filamu maarufu J. Om Prakash. Babu na bibi yake kwa upande wa baba, yani Roshan Lali Nagrath, ambaye alijulikana kwa jina la Roshan na Ira Roshan, wamewahi kutunga muziki kwa ajili ya filamu za Bollywood, wakati baba yake mdogo, yani Rajesh Roshan, ni director wa muziki anayeaminika hadi leo ndani ya Bollywood. Hrithik alisoma shule ya Bombay Scottish Mahim. Kwa kuwa alizaliwa na kidole cha ziada, yani cha 6, kilichoungana na dole gumba la mkono wake wa kulia, baadhi ya wanafunzi wenzake walimtenga. Kubwa zaidi, alikuwa na kigugumizi tangu akiwa na umri wa miaka 6. Hili lilimletea ugumu na mateso shuleni na kupelekea mara nyingi ajifanye mgonjwa ili kuepuka kwenda shule. Kwa msaada wa mtaalamu wa kuongea, alipewa njia ya kumsaidia kuongea kila siku, na alikuwa akijifungia bafuni ili kuweza kutamka sentensi kwa ufasaha, na hatimaye pole pole alizoea kuongea na kujiamini zaidi. Hrithik alianza kuonekana kwenye screen akiwa kama mtumbuizaji mtoto katika filamu ya babu yake, yani J. Om Prakash, ambayo ilikuwa inaitwa Aasha, akiwa na umri wa miaka 6 tu. Baada ya hapo alicheza katika filamu nyingine nyingi, na nyingi zikiwa zimetayarishwa na baba yake na babu yake. Nyota huyu alipata shahada ya biashara kutoka chuo kikuu cha Sydenham kabla hajakataa ufadhili wa masomo Marekani, na badala yake akaanza kupigania taaluma ya uigizaji. Katika moja ya mahojiano, baba yake na Hrithik aitwaye Rakesh Roshan alizungumzia hili na kusema kuwa alitaka Hrithik aishi ndoto zake kwa kuwa yeye, yani Rakesh Roshan, alishindwa kufanikiwa kuwa mwigizaji mkubwa. Kabla ya kuonekana kwenye filamu, Hrithik alimsaidia baba yake katika filamu zake. Katika filamu hizi, Dugu alifanya kazi ndogo ndogo kwenye seti, ikiwemo kuwahudumia waigizaji na hata kufagia sakafu. Akiwa kama mwongozaji msaidizi kwenye filamu ya Karan Arjun ya mwaka 1995, Hrithik alipata somo kuhusu sanaa ya uigizaji kwa kuwatazama Salman na Shahrukh wakiwa kazini. Wakati huo huo aliendelea kujifunza uigizaji chini ya mwalimu Kishore na Meet Kapoor. Mwaka 2000, Hrithik alipata umaarufu mkubwa kwa uigizaji wake mzuri katika filamu yake ya kwanza kama mhusika mkuu iitwayo Kaho Na Pyar Hai.
Filamu hiyo iliyoongozwa na baba yake ilimwezesha kupata sifa kutoka kwa watazamaji na wakosoaji. Hrithik aligeuka kuwa kipenzi cha mashabiki kwa haraka, na neno Hrithik Mania lilitumika kote nchini India kuelezea athari zake. Uwezo wake wa kuigiza, kufanya stunts, kucheza muziki na muonekano wake mzuri vilimwezesha kuinua kiwango cha uigizaji ndani ya Bollywood. Filamu hiyo iligeuka kuwa ya mafanikio makubwa na kumfanya Hrithik kuwa nyota mkubwa ghafla, na alipata tuzo za Filmfare kwa mara ya kwanza kama muigizaji bora wa kiume na muigizaji bora chipukizi wa kiume. Thank you the jury, the critics for the earlier award. I didn't know what I was getting it for at that time. I was a little confused. Thank you everyone. Another very big hug to everyone here. Siku ya wapendanao ya mwaka 2000 alipokea maombi ya kufunga naye ndoa takriban 30,000 kutoka kwa mashabiki zake. Hrithik alipata mafanikio makubwa kwa filamu zake zilizofuata, yani Fiza na Mission Kashmir, hadi aliteuliwa kuwania tuzo ya Filmfare. Mafanikio yake makubwa zaidi yalikuja kupitia filamu ya Kabhi Khushi Kabhie Gham, ambayo ni mojawapo ya filamu zenye mafanikio makubwa zaidi ndani ya Bollywood. Hata hivyo, filamu kadhaa alizoshiriki baada ya hapo zikiwemo Aap Mujhe Achhe Lagne Lage, Mujhse Dost Karoge na Main Prem Ki Deewan Hoon zilimpelekea kupoteza umaarufu kwa muda. Dugu alirudi tena kwenye mwangaza kupitia uzalishaji wa kampuni ya familia baada ya kushiriki filamu ya Koi Mil Gaya. Katika filamu hii alicheza kama mtu mwenye changamoto za akili ambaye anakutana na kiumbe kutoka sayari nyingine. Ili kucheza uhusika huo, Hrithik ilimbidi apunguze kilo kadhaa za uzito wa mwili wake hadi kuendana kikamilifu na kijana mdogo. Kupitia filamu hii, Dugu alishinda tuzo ya wakosoaji ya Filmfare kama mwigizaji bora. Baada ya hapo, Dugu aliendelea kushiriki kwenye filamu kama Lakshya, Jaldi se. Come on, move. Don't get up. Krish, ambayo ilikuwa ni mwendelezo wa Koi Mil Gaya, na Dhoom 2 iliyompa tuzo nyingine ya Filmfare kama muigizaji bora wa kiume. The best actor Hrithik Roshan for Dhoom 2. Uigizaji wake kama Mfalme Akbar katika filamu ya Jodha Akbar uliweka historia ya kuwa mmoja wa waigizaji wenye ufanisi mkubwa India, na akashinda tuzo ya muigizaji bora wa kiume. Wakati wa upigaji picha wa filamu yake nyingine aliyoshiriki iitwayo Kites mwaka 2009 huko Los Angeles, Marekani, alikutana na mtu ambaye alimfanya apende kucheza muziki na alikuwa akimuhesabia kama gwiji wake wa uchezaji, yani Michael Jackson. Filamu zake nyingine zilizofuata zilifanikiwa kwa kiasi kidogo, lakini Novemba 2010 uigizaji wake katika filamu ya Guzarish ulimpa sifa kubwa sana. Katika filamu hiyo, Dugu aliigiza kama mwanamazinga ombwe wa zamani ambaye ni mgonjwa wa kupooza viungo vya mwili, na kwa mujibu wa Hrithik, ilikuwa ni changamoto kwake kupata umbo linaloendana kikamilifu na mgonjwa wa aina hiyo. Pia ilimbidi akuze nywele ndefu na kufuga ndevu nyingi ili kumpa muhusika huyo muonekano wa asili. Mwaka uliofuata, Hrithik alicheza katika filamu nyingine kubwa na maarufu iitwayo Zindagi na Milegi Dobara, filamu iliyojipatia tuzo 7 za Filmfare. But पूछ अपने आप से क्या तुझे 100% ये शादी करनी है? और अगर नहीं then be honest to yourself and to her. Baada ya uigizaji wake mzuri katika filamu iitwayo Agnipath ya mwaka 2012 ambayo ni marudio ya filamu ya mwaka 1990 yenye jina hilo hilo, Hrithik alirudi tena kupitia filamu ya Krish 3 mwaka 2013. Ili kucheza shujaa huyo kwenye filamu hii, Hrithik alimwajiri Chris Gethin kama mkufunzi wake wa mazoezi ya mwili, na kwa kazi hii Chris alipokea malipo ya zaidi ya shilingi za Kitanzania milioni 64 kwa mwezi. Ilitakiwa mabadiliko ya mwili yatokee ndani ya wiki 12. Hata hivyo, Hrithik alibadilika ndani ya wiki 10 tu. Filamu hii ilifanikiwa kuingiza pesa nyingi sana na kuwa moja ya filamu zenye mafanikio makubwa ndani ya Bollywood. Mwaka 2016, Dugu alionekana tena kwenye filamu ya Mohenjo-daro ambayo ilikuwa chini ya mwongozaji Ashutosh Gowarikar. Mwaka 2017, uhusika wake kama kipofu katika filamu ya Kabil uliwafurahisha watu wengi sana. Baadaye ikajulikana kuwa ili kuingia vizuri kwenye uhusika wake, Hrithik alijifungia ndani ya nyumba yake kwa takriban
takriban siku zisizopungua 5 akiwa amefungwa macho. Lengo ni kutaka kuzoea matumizi ya lugha ya mwili ya watu wasioona. Zaidi ya hayo, aliwaalika pia baadhi ya vipofu nyumbani kwake na akajifunza kuhusu mionekano na ishara zao. Mwaka 2019 Dugu alishiriki kwenye filamu ya Super 30 akiigiza kama mwalimu mzuri wa hisabati. Alilazimika kupunguza kilo chache za uzito wake na kupata tumbo kubwa ili kuuvaa uhusika wake. Suala hili lilisababisha wavutie mashabiki wengi wa filamu, sio tu kwa ujuzi wake wa kuigiza, bali pia kwa mwili wa asili uliohitajika kwa ajili ya nafasi hiyo. Mwaka huo huo ilimbidi abadilike kutoka kwenye mwili wenye uzito mwingine hadi kuwa shupavu, kwa kuwa alikuwa akishiriki kwenye filamu nyingine iliyokuwa inaitwa War, na hatimaye alifanikisha hilo na filamu ya War ikafanya vizuri sokoni. Miradi yake mingine mikubwa iliyofuata ni pamoja na filamu za Vikram Vedha na Fighter. That's so sad, sir. काश वो आपकी बेटी होती सर, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो वैसे भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। Hrithik alipitia mahusiano na waigizaji kadhaa maarufu wakiwemo Kareena Kapoor, Barbara Moore na Kangana Ranaut. Yeye na Kangana walipitia ugomvi ambao ulipamba vichwa vya vyombo vya habari. Baadaye ugomvi huo ulipelekea kutukanana na kuitana majina ya ajabu hadi kuvuja kwa barua pepe, na mzozo huo ukaishia kwenye vyombo vya sheria. Baada ya kutolewa kwa filamu yake ya Main Prem Ki Diwan Hoon aliyocheza pamoja na Kareena Kapoor, mke wake alimwomba asisaini filamu yoyote na Kareena kwa kuwa aliona Hrithik na Kareena walikuwa na ukaribu sana wakati wa kufanya filamu hiyo. Mwaka 2000 ndo mwaka ambao Hrithik alimwoa mke wake huyo aitwaye Susani Khan, binti wa mwigizaji wa zamani Sanjay Khan na dada wa mwigizaji Zaid Khan. Kati ya mwaka 2006 na mwaka 2008 walizaa watoto wawili wa kiume, yani Rehan na Ridhan. Baada ya kusikia kuwa Hrithik ana mahusiano na Barbara Moore, mke wake aliondoka nyumbani kwake na alirejea baada ya Hrithik kuachana na Barbara. Hata hivyo, mwishoni mwa mwaka 2013 Hrithik alitangaza kuwa walikuwa wamepeana talaka na ndoa yao ilivunjwa rasmi Novemba 2014. Wawili hao walitalakiana kwa makubaliano ya pande zote, lakini bado huonekana kwa pamoja wakati wa likizo kama wazazi wanaowapenda sana watoto wao. Naam, hayo ndo makubwa kumuhusu Hrithik Roshan almaarufu kama Dugu. Je, ulimpenda zaidi kupitia filamu gani? Kumbuka kusubscribe katika chaneli hii ya Tele Bongo ili usipitwe na video mpya na nzuri kuhusu filamu, waigizaji wake na watu wa nyuma ya kamera. Tukutane video inayofuata.